Tunaona kabisa katika Biblia Esau alipohitaji chakula kwa Yakobo, ndipo hapo alipoweza kuiharibu hatima yake. Alipoweza kupata uhitaji wa kimwili, mwili ulipomwambia na kumdai ya kwamba nina njaa, hapo ndipo alipoweza kupoteza hatima yake. Je, wewe ni hisia namna gani ambayo ukiwa katika hali ya uhitaji? Wengi wamepoteza hatima zao katika hali ya uhitaji wa kimapenzi, katika hali ya uhitaji wa kifedha, katika hali ya uhitaji wa mambo kadha wa kadha, na wakajikuta kwamba wamepoteza hatima yao kwa sababu walithamini sana ule uhitaji wa muda mfupi, wakashindwa kuiangalia hatima inayoweza kudumu ya muda mrefu. Hisia nyingine inayoweza kuharibu hatima yako ni hisia ya hasira. Ukiwa katika hali ya hisia ya hasira, hii inaweza kusababisha ukaharibu hatima yako, ukashindwa kuendelea mbele, ukashindwa kufanikiwa. Hisia ya hasira ina athari kubwa sana, kwa sababu hisia ya hasira imebeba maamuzi. Tumeona watu wengi sana wanapokasirika, ndipo hapo wanachukua maamuzi, ndipo hapo wanachukua hali ya kuamua kufanya mambo ambayo ni ya muda mfupi, lakini yanaathiri athari kubwa sana ya hatima ambayo ni ya muda mrefu. Tuangalie katika maandiko, kitabu kile cha Hesabu 20:10 hadi 12, pale ambapo Musa alipokasirika. Tunaona ya kwamba Musa alipokasirika ilimgharimu sana na ikaweza kuharibu hatima yake, kwa sababu alikuwa na hasira. Hasira ni hisia ambayo inaweza kuathiri, inaweza kuleta hatari kubwa sana katika hali ya kufanya maamuzi. Je, unasumbuliwa na hisia hii hasira? Jichunguze sana pale unapokasirika, tafuta namna ya kuweza kujizuia, angalia namna ya kuweza kujichunguza mwenyewe, na yapo mambo kadhaa nitaweza kukutajia hapa ya kufanya ili kuweza kushinda hisia hizi. Unapokuwa na hisia ya uhitaji, vijana wengi sana tumepoteza hatima zetu, vijana wengi sana wamepoteza ndoto zao, vijana wengi sana wameharibu hatima zao, hasa katika hisia ya uhitaji wa mapenzi, ya uhitaji wa kifedha, ya uhitaji wa mambo mengi. Watu wamejikuta kwamba wameharibu hatima zao. Yapo mambo baadhi ambayo nitaweza kukutajia hapa ambayo yataweza kusababisha wewe kuweza kushinda hisia zako na kuweza kumiliki hisia zako za uhitaji wa kimwili ili kuweza kuifikia hatima yako. Jambo la kwanza, omba. Omba Mungu akuwezeshe kuzuia hisia zako. Pale unapokuwa na hali ya uhitaji, unapokuwa na hali ya kufanya maamuzi, zuia hisia zako ili uweze kufikia hatima nzuri. Omba kwa Mungu akusaidie namna ya kuweza kushinda hisia zako. Jambo la pili ni kutafakari athari za muda mrefu. Unajua, unapofanya maamuzi ya sasa hivi unakuwa ufikiri athari za muda mrefu. Kwa hiyo kabla hujaingia katika hali ya kufanya maamuzi, tafakari, je, kesho itakuwaje? Je, ninapochukua maamuzi haya hatima yangu inasemaje kwa maamuzi haya? Esau hakuweza kuona kwa muda ule ya kwamba je, ninapochukua maamuzi haya ya kupata chakula kwa muda huu, je kesho, kwa sababu aliuza kitu cha zamani sana kwa chakula cha siku moja. Na umejikuta ya kwamba umeuza hatima yako, umeuza maisha yako kwa sababu ya uhitaji wa hali ya siku moja. Kwa hiyo kabla ya kufanya maamuzi yoyote, tafakari athari za muda mrefu. Jambo la tatu, zungumza na watu wenye hekima. Ili uweze kushinda hali ya hisia zako na kuweza kufanikiwa katika hali ya kuifikia hatima yako, inatakiwa uzungumze na watu wenye hekima. Mungu amewaweka watu wenye hekima na watu wenye maarifa wanaoweza kukusaidia kushinda hali yako ya kihisia, kushinda hali yako ya kujizuia, ya kutokujua namna ya kujizuia katika hali ya hasira, katika hali ya uhitaji. Unawahitaji watu ambao wataweza kukuambia maneno ya hekima, maneno ya kuweza kukutia moyo na kuishinda hali hiyo inayokusumbua, hali ya hisia inayoweza kuharibu hatima yako. Jambo la nne na la mwisho ni kukumbuka ahadi za Mungu. Unajua, unapokumbuka ahadi za Mungu inakusababisha wewe kuweza kusimama katika hali ya kusudi la Mungu. Inakusababisha wewe
kuweza kuhimili hisia zako. Hata kama hisia inakwambia nenda katende dhambi, hata kama hisia inakwambia kasirika ukampige mtu fulani, hata kama hasira inakwambia acha sasa kufanya kazi hii au acha sasa huduma hii, lakini hautaacha kwa sababu utakumbuka ahadi ya Mungu. Kuna watu wengi sana wameacha hata vipaji vyao. Mungu aliwaita wamtumikie katika namna mbalimbali, lakini watu wameacha kulingana na hisia zao binafsi. Na kuambia leo kuna njia ya kuweza kufanya ili kushinda hali hiyo inayoweza kukusumbua, hali ya kutoweza kujizuia katika hisia zako. Inabidi kutafakari na kuyafanya mambo haya. Ukiweza kuyafanya mambo haya, hakika utaweza kushinda. Naitwa Daniel Yusufu, ninasema tuzidi kujifunza, kuna cha kujifunza.